Mbona pale Wekundu wa Msimbazi, wewe kama mwanachama wa Simba, ni usajili gani ambao umeuelewa mpaka sasa hivi? Kwa pale Simba Sports Club, kwa wachezaji ambao nimeelewa ni sajili za wachezaji wawili. Kiungo yule Kelvin Nation na Bakari Msimu. Kwangu mimi mpaka sasa hivi, japo ni sajili za Kitanzania, sajili za kibongo na asili na pia kubariki kwao, lakini ndio sajili pekee ambazo mimi nimezielewa. So hao wageni bado kwa kweli kwangu mimi sizungumzi kama vile kukataa usajili ulifanyika Simba, lakini bado sijaelewa. Kwa Nation, unaona namba yake pale Simba kwa katika eneo ambalo anacheza au nafasi ambayo anacheza? Uwezo anao yule bwana mdogo, kwa sababu hata umri unambeba, lakini tumemfuatilia vizuri kwa sababu toka kwenye timu za under 20, kwenye timu za vijana, timu ya taifa. Ni mchezaji na gani, unaona bwana, klabu aliyotokea. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri na naamini kama uwezo aliokuwa nao kwenye klabu yake ya zamani aliokuwa nao mpaka sasa ataendelea kuwa nao, basi atakuwa ni mchezaji tegemezi kwenye klabu ya Simba. Na first 11 Mungu akipenda, ni swali la ndani, nampa mechi 3 mpaka 5, atakuwa ameshaingia first 11 ya Simba kwa sababu uwezo bwana mdogo anao. Na kwa nini unasema kwamba wachezaji wa kimataifa hujafurahishwa nao? Nini kinachokupa wasiwasi kwenye sajili ambazo zimefanyika na management yenu? Sajili zilizofanyika kwangu mimi, yani bwana mwandishi utanisamee kidogo kwa sababu nazungumzia kifootball zaidi. Nikisema nazungumzia kifootball kwa sababu tayari sisi tumekaa msimu wa miaka 5 hatuna kombe la ligi kuu. Zaidi ya mpinzani wetu mkubwa ambaye Dar es Salaam Young Africa kila mwaka yeye ndo anachukua. Kwa hiyo kwa sajili hizi ambazo tumezifanya, mfano kama sajili ilifanya ya Dumbia, si ndio bwana, kutoka South Africa yule bwana, na tumemwona kwenye pre-match zile ambazo amezifanya pale Kagame Cup. Umeona bwana, kwangu mimi bado sijafurahishwa na kiwango chake, bado tuendelee kumpa muda, lakini si mchezaji tu kukutegemea aje kupeleka nchi ya ahadi. Kwangu mimi bado sijamuelewa na bado sajili za kimataifa za msimu huu kama kiwango kilichoonyeshwa kwenye kombe la Kagame Cup ni vile, labda wabadilike. Na Musa Pimpin Kamara out, mpo na Kasali. Vipi Kasali anawashawishi msimu hapa kwenye mashindano yote kimataifa, ligi kuu pamoja na mashindano mengine yanazungumzia FA? Kwa kuwa chaguo la mwalimu, basi tunaenda naye kwa sababu tayari mwalimu amempendekeza na amemuelewa kwamba huyu ndio anafaa, na Musa Pimpin Kamara out. Kwa hiyo kwangu mimi tunamwamini Kasali, apewe nafasi, aendelee kuonyesha uwezo wake. Ni kipa mzuri na ni kipa ambaye kinachotuangusha baadhi ya wachezaji wetu ni mihemko ya pressure ya mashabiki. Unaona bwana, ila Kasali ana uwezo, akiaminiwa ataendelea kufanya vizuri zaidi. Na ukiangalia kwa sajili ambazo mmefanya kwa asilimia kubwa, ni maeneo gani ambayo ulikuwa unatamani zaidi yaboreshwe kuelekea msimu mpya wa ligi kuu ya Tanzania bara? Uchu na hamu yangu kubwa ilikuwa ni safu ya ushambuliaji, kwa sababu tayari safu ya ulinzi kidogo si mbaya sana, imeimarika. Sehemu ya kuboresha zaidi ni safu ya ushambuliaji, lakini bado kwangu mimi yani tumesajili ni kweli, lakini tumesajili la sio kusajili. Kwa hiyo bado professional player waliochukuliwa kwangu mimi bado hajantia hamu ya kuamini kwamba wana uwezo wa kutufikisha tunakotaka wana Simba Sports Club. Na Gomez, nazungumzia mshambuliaji wenu ambaye alikuwa kwa mkopo kutoka klabu ya soka ya Wydad. Tumemwona na uzi wa klabu ya soka ya Wydad, amerejea kwenye klabu yake. Labda hii haiwapi wasiwasi kwamba huenda Gomez asirejee tena klabu ya soka ya Simba kutokana na namna ambavyo mambo yalivyo? Kuna asilimia karibia 90 anaweza sirejea kwenye timu yetu ya Simba, kwa sababu tayari baada ya kandarasi kutangazwa pale tumemsajili, nafikiri kama mwezi mmoja nyuma hivi, kwamba yuko mezani pale anapitisha wino ile. Unaona bwana, tayari Wydad Casablanca tuliona wakitoa waraka wao kwamba wanalalamika mchezaji wao anaingiaje mkataba na klabu ambayo ni klabu yake ya mkopo, na wao wenyewe hawana taarifa. Kwa hiyo kwa asilimia karibia 90 kwenda 100 yawezekana kweli lile ni pengo na ni pigo kumkosa Selemani Mwalimu Gomez kwenye kikosi cha msimu 25 26 kwenda 27. Kwa hiyo kwetu sisi haituridhishi sana kama mashabiki wa Simba Sports Club. Inawaumiza sana. Inatuuma sana na kutuumiza, kwa sababu nilitamani sana tarehe 12 mtu kama Selemani Mwalimu akafanya yake kwenye Dar es Salaam kwenye dabi ya Kariakoo kesho kutwa kwenye ngao ya Hisani. Na haiwezekani. Na ndugu zenu tumeona sajili zao ambazo wamefanya kwa asilimia kubwa, kuna namna ambavyo huu usajili wa Yanga unawashtua wenyewe kama wana Simba. Kwangu mimi bado nasema bado Simba na Yanga sajili zao zinafanana kama vile kura na doto, kwa sababu au Yanga yenyewe msajili ambaye ndio labda ndio anatutia pressure sana, Peter Shalulile yule ni Simba aliyezeeka.
Yaani kwangu mimi nasema Peter Shalulile ni simba lezeka. Kwanza sijajua. Unasema kwamba ni maji ya jioni kabisa yale. Lile ni maji ya jioni yani yale. Sijui nikwambieje ndugu yangu. Maji ya jioni kabisa yale. Yale bwana hamna kitu yale. Kwa sababu yale kwa usajili wake, kwa mfano tukofuatilia na takwimu zake, Peter Shalulile mwaka mzima wa jana tu hajafanya cha maana pale kwenye timu yake ya Mamelodi Sundowns. Umeona bwana? Sasa leo ana maajabu gani kama msimu nzima na goli zidi 3? Leo ligi yetu ya Tanzania ni miongoni mwa ligi 10 bora Afrika. Umeona bwana? Sasa ana maajabu gani atakayokuja kufanya? Labda yawezekana, labda si ndio bwana? Unamwingiza kwenye benchi la ufundi, tuwezi jua maana Yanga kwenye vilabu hivi vya Simba na Yanga au vilabu vyote Tanzania au klabu yoyote, nafasi ni nyingi. Yawezekana anaweza kuwa mkufunzi wa wachezaji hata kuwafundisha mazoezi, lakini sio kutegemea kwamba itaje kuwapa matokeo na wana Simba eti tuingie pressure kwamba eti Shalulile yuko Yanga. Hakuna kitu pale. Inawezekana labda gari likaje kuwaka pale kwa ndugu zenu Yanga. Yaani labda liweke kwa Dumbia. Ule Dumbia wenu. Niwe ndo mikuwili. Labda gari liweke kwa Dumbia kwa sababu ukiangalia age yake lakini pia walau wana mahali kidogo na kutamanisha kwamba huyu tukimwamini na kumpa nafasi labda atatupeleka nchi ya ahadi. Lakini kwa Shalulile tena majina ya Kisambaa, labda wampe mfuko wa uganga wa kienyeji unavyoingiaga Meja huyo kwa mlango wa nyuma na wapitishe kimaajabu, apite na ungo moja kwa moja kuingia uwanjani. Ule apewe nini? Apewe kitengo cha ubenchi la ufundi, ile nguvu ya kutembea tena na ungo, kwa sababu tayari yule majina yenyewe ya Shalulile majina yenye asili ya Kisambaa. Kwa labda wafanyie maajabu kwenye upande huo kwamba labda wasaidie, kwa sababu mfano TFF walishatangaza kwamba watakoingia mlango sio rasmi, watakoingia kwenye jumba la maajabu, watakutana na adhabu hata kunyang'anya pointi 5. Kwa hiyo labda Shalulile haja wafanyie maajabu hayo, lakini sio kuonyesha maajabu kwenye uwanja. Uzuri mchezo wa mpira wa miguu sio mchezo wa ndani, ni mchezo wa wazi. Kila mmoja anaona. Shalulile tunampa mechi 2 mpaka 3, bench injury mpaka msimu unaisha. Hamna mchezaji pale brother. Pale hamna kitu yangu. Hamna. Ule ni Simba mzee. Haina wasia mashabiki zangu wa Simba. Pamoja na sajili zetu tulizofanya kwa upande wa Simba, mfano Fadito hajakaa vizuri. Kwangu mimi kama vile sajili ambayo hajasimama vizuri, lakini nasema bora sisi. Yaani potelea mbali, afadhali sisi, bora sisi kuliko wao. Yes bwana. Sawa. Na mnaelekea Simba Day siku ya kesho, hiyo itakuwa ni siku ya sherehe yenu ya Simba. Simba Day hii hapa unatamani iwe Simba Day aina gani tofauti na Simba Day ambazo we kama mkongwe shabiki kindakindaki wa Simba umezishuhudia? Naweza nikasema Simba Day hii itakuwa ni Simba Day ya kipekee kwa sababu tayari Simba hii tuna misimu zaidi ya 5 hatujachukua kombe, lakini kila mwana Simba anakuwa na hamu kuendelea kushabikia Simba yake. Kwa hiyo hata kesho naamini, kwa mfano ukiangalia kwenye mkeka wa tiketi hizo nyingi ni sold out, umeona bwana. Kwa hiyo kila mmoja anajua kabisa Simba ni timu ina gani. Itakuwa ni tamasha la kipekee sana, na naamini wenzetu Yanga sasa hivi macho yako kwa Mkapa, macho yako Uhuru Stadium, kwa sababu tayari wapo kwa niaba kuja kukope na kupesti waje kufanya kesho kuta tarehe 9 kama tulichokifanya sisi, ila bado hata wakija ile hawezi kufikia moto wa Simba. Kwa hiyo naamini kesho Simba Day itakuwa ni ya kipekee sana. Kwangu mimi itakuwa ni kisehemu ya kiburudisho cha roho yangu kwamba leo ni weekend, Jumamosi, na mnyama yuko pale anatambulisha wachezaji wake, na mnyama yuko pale kupitia semaji letu la CAF Ahmed Ali anatambulisha wachezaji wetu kuanzia kikosi cha kwanza, kuanzia first 11 iliyopo ya msimu uliopita mpaka sasa hivi. Kwa kifupi itakuwa ni tamasha la kipekee sana. Tamasha lenye kuvutia sana. Bwana, nashukuru sana Kijiko. Asante sana ndugu yangu. Karibu sana Arusha Terminal basi la Simba, tawi la Simba Sports Club. Lakini cha kumalizia pamoja na kikosi chetu cha Simba. Kwa Simba hii na wazee hawa waliosajiliwa Yanga, Simba bingwa. Simba bingwa. Kwa Simba hii tulionayo na wale wazee wa Simba hii akina Dumbia. Kwa Simba hii akina Dumbia hii na wale wazee wa Yanga wale akina Shalulile wale, si ndio bwana? Simba bingwa bro. Simba bingwa. No doubt. Simba bingwa. Lakini kila msimu mnasemaga Simba bingwa, Simba bingwa. Dakika za jioni mnakubali matokeo. Usikariri maisha. Leo inaweza ikatokea, lakini kwa Simba hii na kwa Yanga hii, kwa Yanga ile ya kusajili mabouncer, kwa Yanga ile ya kusajili wazee akina Shalulile. Kwanza mimi nilishangaa. Anasema kwamba anasajili wastaafu. Ni kweli wastaafu wanasajili wazee wa mafao. Ndio maana mimi nikashangaa. Unamleta Shalulile, unaleta wazee wa gym kama ile majamaa mapande ya watu.